الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo kila mwanadamu anatakiwa adumu nalo kwa nyakati zake zote ndani ya maisha yake, na pia katika maisha haya ambayo tupo nayo, ikiwa hatutomcha Allah subhanahu wa ta'ala kidhati, basi mambo yetu yote yatafeli. Na pia ili tuweze kufaulu katika maisha haya ya kidunia na akhira, tunatakiwa tumche Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumcha kwake, kama mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuhimiza katika swala la kumcha yeye. Ndani ya Qur'ani amesema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, enyi ambao mmeamini, ili uweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sharti uwe umeamini. Ikiwa umeamini, mche Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumcha kwake. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza kwa kutufahamisha kuwa na wala msife ila mufe hali ya kuwa ni Waislamu. Kumbe kumcha kwetu Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kutakakotupelekea tukafa kifo kilichokuwa kizuri ambacho kitampendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo basi, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tufuate amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, pia tuache yale ambayo amekataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ama leo hutuba yetu itatukumbusha na kutuhimiza mapenzi ya kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, pamoja na yale yanayopatikana katika sifa
za kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mioyo yetu na imani zetu zimeondoka mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imani zimepungua kwa sababu ya kuyatoa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya nyoyo zetu. Kama ilivyokuwa ada, unapofika mfungo sita watu wanayasherehekea mazazi ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Cha ajabu ni kwamba wanayasherehekea mazazi lakini hawana mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika nyoyo zao. Dunia imetudanganya, shaitani ameingia katika nyoyo zetu kiasi ambacho tumeyatoa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuingiza mapenzi ambayo hayatotunufaisha katika maisha ya dunia, isipokuwa ni hasara katika dunia na akhera. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna man a'zama alwajibati ala almuslim an yuhibba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa an yakuna mahabbatuhu fi qalbihi a'zam min mahabbati nnasi ajma'in. Ndugu zangu Waislamu, hakika yale ambayo ni makubwa katika mambo ya wajibu kwetu au mambo ya wajibu kwa kila Muislamu, yaliyokuwa makubwa ndani ya mambo yaliyokuwa wajibu kwa Muislamu ni kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni jambo ambalo kila Muislamu ni wajibu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena ndani ya moyo wake. Wa an yakuna mahabbatuhu fi qalbihi a'zam, na kuwa mapenzi yake kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni makubwa mno kuliko mapenzi ya kuwapenda watu. Ndugu zangu Waislamu, leo hii kuna vitu ambavyo tunavipenda na tunavifurahikia, lakini tumeyatoa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul Imran aya 31, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema, qul, sema Muhammad, kuambia umati wako, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndani ya nyoyo zenu mna mapenzi ya kumpenda Mungu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu, nifateni mimi mtume. Mkinifuata mimi mtume, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawapendeni, kisha atawasameheni dhambi zenu. Kumbe tukiwa na mapenzi ya dhati ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Allah subhanahu wa ta'ala atatupenda. Baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atatupenda,
kuna faida ya kufutiwa dhambi kwa sababu ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, aya hii nini inatufundisha? Aya hii inatufundisha kwamba madai ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala yanaambatana na kufuata au na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa mimi na wewe tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi tumfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kule kumfuata kwetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutatupelekea Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe dhambi zetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Hawi muumini mmoja wenu mpaka awe ni mwenye kumpenda mtume juu lake kuliko kuwapenda watoto wake, wazazi wake na watu wote. Ili imani yako ikamilike kisawasawa, hakuna budi katika moyo wako kuyatoa mapenzi ya kishaitani, kuingiza mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kufanya hivyo ndipo kutakupelekea wewe ambaye umeyaingiza mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kusamehewa dhambi zako na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tazameni dunia leo jinsi ilivyoharibika. Tazameni watoto wetu leo jinsi walivyoharibika. Kwa nini dunia imebadilika mno? Kwa sababu leo Waislamu tumeyatoa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyoyo zetu, kisha sasa tukayaingiza mapenzi ya kishaitani. Leo hii shaitani ana nafasi kubwa katika nyoyo zetu kuliko mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe Muislamu, wewe muumini, itazame familia yako, mambo yanayompendeza Mungu na mambo ambayo hayampendezi Mungu, yapi yanafanywa kwa wingi katika nyumba yako? Vijana, wazee, wake kwa waume, sote tumetawaliwa na shaitani katika nyoyo zetu, kiasi ambacho shaitani ametutawala mpaka tunamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mdogo, tazama wewe Muislamu unajinasibisha kuwa mimi ni Muislamu, inakimiwa swala ama inaadhiniwa adhana kwa ajili ya watu kwenda kumwabudu Allah, kisha shaitani akawa ametuwekea wasiwasi wa nafsi kuwa kuna mpira mathalan. Ndiyo jambo ambalo safari hii, miaka hii ambayo tunaishi sisi, limetutawala sana katika nyoyo zetu. Tazama watu wapi wanakwenda kwa wingi. Kwa nini watu wanakataa mlinganio wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanafuata mwenendo wa kishaitani? Kwa sababu yametoka mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na imani haikamiliki. La yaktamilu imana muslim hatta yakuna rasul ahabbu ilayhi min abihi wa ummihi wa waladihi wa jamii nnas. Imani ya kweli haikamiliki
mpaka uwe wewe ni mwenye kumpenda mtume kuliko kuwapenda wazazi wako, ai baba yako, mama yako, na kuwapenda watu wote. Ili ikamilike imani yako, ingiza mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fuatilia swala za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penda kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo imani yako itatengamaa. Leo imani zetu Waislamu zimeshuka, nyoyo zetu leo zimejaa mapenzi ya kishaitani. Tumeyaacha mapenzi ya kumpenda Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu, pamoja na kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tubadilikeni wenyewe, tubadilikeni na tuzibadilishe nafsi zetu. Kuna vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavichukia, tuviache. Lakini kuna vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda, tuvifanye, kama alivyosema katika Qur'ani, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi hakuna budi kunifuata mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, leo hii wazazi, walezi, hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi ambacho wala kupenda kufuatilia kusoma historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muda huo haupo. Haya yote ni kwa sababu ya kuyatoa mapenzi ya Mtume katika nyoyo zetu. Hebu turudisheni imani zetu zikamiliki, tuyarudishe mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kuisoma historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo Waislamu tumekuja msikitini, lakini Muislamu ukimuuliza leo ni mwezi ngapi, hajui. Huu ni mfungo ngapi, Muislamu hajui. Ni mwaka gani wa Kiislamu, Muislamu hajui. Kwa nini? Ameyatoa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakapoyaweka mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utafuata tabia za Mtume, kisha utamjua Mtume ni nani kwako, ili imani yako iweze kuzidi. Ndugu zangu Waislamu, mimi nitawatajia alama tatu. Alama hizi tatu zitakuwa ni dalili kubwa kwenu ya kuwa ukizifuata ama ukiwa nazo alama hizi zitakupelekea wewe umpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hakika katika alama za kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwanza taatuhu wattiba'u sunnatuhu. Kwanza ni kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha tufuate menendo ambayo ilikuwa akienda nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo sote Waislamu hatwendi kama vile alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'ani, Suratul Nisa'i aya 80. Amesemaje Mwenyezi Mungu? Amesema hivi, man yuti'a rasul faqad ata'a Allah, yeyote ambaye atamtii mtume, kufuata yale aliyotufundisha mtume, basi mtu huyo atakuwa amemtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kumbe wewe Muislamu ukawa unafuata sunna alizozifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakuwa wewe umemtii Mungu.
Kwa kuacha kufuata sunna za Mtume itakuwa wewe umemwasi Mungu. Lakini pia jambo la pili, al-iktharu min salati wassalamu alayhi, kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hii ni alama ambayo itakujulisha kuwa wewe una mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na alama hii ya kukithirisha kumswalia Mtume, wengi Waislamu hatuna mpango nayo. Wewe tazama, leo utakuwa ni shahidi wakati wa kuwa tumehimizwa na Mtume Muhammad tuwahi msikitini siku ya Ijumaa, kisha tukithirishe sana katika siku ya Ijumaa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iangalie nafsi yako, imekuja msikitini muda gani? Imepata nafasi gani ya kukaa msikitini na kumswalia Mtume? Wapi ambapo utakwenda utamswalia Mtume kwa wingi zaidi ya msikitini? Hii ni alama ambayo ukipenda kumswalia Mtume imani yako itatengamaa. Ukipenda kumswalia Mtume matatizo yako yataondoka. Ukipenda kumswalia Mtume mambo yako yatatengamaa kwa sababu ya swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika suratul Ahzab aya 56 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake Mungu wanamtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akatunadia sisi waumini, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi ambao mmeamini mswalieni Mtume na mumtakie amani. Leo Waislamu, baada ya imamu kutoa salamu kuna dhikri. Baada ya zile dhikri, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, imamu akizungumza lile neno, ile Qur'ani, akasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kile kitendo cha kusema ya ayyuhalladhina amanu, utaona waumini wote wanakunguta viatu wanatoka nje, kana kwamba wao sio wanaonadiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya yameondoa mapenzi ya Mtume katika nyoyo zetu na kuingiza mapenzi ya kishaitani, na mambo yetu yamekwama. Ili yakwamuke, tuzidisheni, tukithirisheni kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashara. Yeyote ambaye atamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam walau ni swala moja, akasema Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wasallim, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi asema, yeyote atakayesema neno hilo mara moja, Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia rehema mara 10. Ikiwa wewe kumswali Mtume, je, rehema hizo za Allah utazipataje? Kumbe ili usipate rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, unatakiwa ukithirishe kumswalia Mtume. Pia jambo la mwisho, ndani ya swala zetu tunazoziswali ni faradhi kuswali, yani ni lazima, lakini ndani ya swala ikakosekana salatu ala nabii katika tahiyatu ya pili, swala yako itakuwa ni batili,
kwa sababu swalatu ala nabii ni nguzo katika nguzo za swala. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'a alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو الكريم.